kisha kuna kwa ile le jardin suspendu wakakreaka bustani moja kabambi. Kisha mama Semiramis alikuwa ndapotelea mwa hii bustani, hata alwayenga mtu anakuwa anaonekana. Mama akakuwa na ujauzito isiyokuwa na baba, manake ni ya mapepo na mamizimu fulani fulani. Anakuwa anajifungua mtoto kijana. Mtoto akafanya fete kubwa, grabangi kapitika. Kwa bahati mbaya kakijana kamefariki dunia. Wanataka wafanye nini? Sifu aende muudongo wa muziki. Mama anafanya bagirigiri yake, ava kumtia muudongo, anakamata mtoto kumkono, mtoto akalamuka na akamkamata. Jua alikuwa na neno ya mwisho kwa ile wakati. Akaambia nimerudi. Batie statue ya mama na anakamata mtoto. Kisha na wakati hapo na nimerudi, anakuwa sawa vile baba. Na njoo kakuwa fondasio ya baba, mama na nani? Na mtoto. Pale njoo ilitokea. Amen. Amen. Pale njoo ile fondasio ilitokea. Mbele tokana na nini? Na maabudu mabaya. Maana kila maabudu, kila ibada nje ya Kristo ni pepo. Hakuna uzima. Mungu anatuambia hakuna jina lingine tulilopewa hapa chini ya jua ili tuweze kuokolewa nalo isipokuwa jina la nani? Matendo 4:12 natuambia mimi. Nanjiko kwa msingi ya ile maabudio, ukaenda unaenda Egypt wakati ya kale, utakuta iko kule kibao. Sasa unaweza kamata Orisi, unakamata Isis na Osiris, inakuwa sainte famille, baba, mama na mtoto. Unafika Rome memema, unakamata Diana, unakamata Jupiter na nani tena? Nani mwingine? Mtukumbusha sisi tukichoesha kachoka. Tunakamata Jupiter, tunakamata Diane na Fortune, voilà. Inakuwa triangle yenye iko pale. Hilo tilikuwa ni njia ya mabudio mabaya. Na wewe mwenye unaimba zaidi ya kuimba, keba. Na ukaomba Mungu hata kusikia. Utakuwa na jeje watu fulani njoo wenyewe bana fanyaka hivi, wanabudiaka hivi, huku na hukumu. Na kidole ya Mungu na wewe ni je. Mtu mweusi pamoja na Biblia. Tukasema wakati wana wa Israeli wanavuka bahari mkuingia Kanaani, watoto ya Mungu walitumaka wapelelezi wawili. Pale na Musa haiko tena. Yoshua akatuma mtu anaitwa Kalebu na mwingine jina lake Salomo. Wakaingia Kanaani. Ule malaya mwenye aliwakaribishaka wakati walienda kaduza za spio, na njoo ule mwenye alikaribisha watu wawili. Alikuwa hayadai mbalaka. Amen. Hata malaya na mwenye zambi, kama Mungu kuonea mpango ya kumuokoa hakufuata mpaka siku ya wokovu ifike. Kama ni familia yako, huyu mshaka mwombea shaka talaokoka, Mungu mimi nachoka. Wewe kazi yako ni kuomba na kazi ya Mungu ni kuokoa. Akawakaribisha, kisha kuwakaribisha wakarudia. Sasa tumejua mwingine umekuwa hofu yenu. Tumejua gisi Mungu ashawapatia mwingine mmeshaiteka mateka. Sasa msituangamize wakati mtaingia. Na mimi ni epargne. Wakamwambia nini? Basi kamata ndugu zako wote uwatie huko. Wakati tutakuya tutakuwa epargne. Amen, amen. Amen. Hata na mwenye dhambi akitenda mema ya haki, Mungu anamwepargne katana tu. Amen. Ushindi ule mwenye haki mnajauzia Ukristo na afanye mapenzi ya Mungu. Hapa walipoingia kwa wapelelezi wawili, huyu Salomo akakamataka huyu Rahabu malaya, asilamini na kufaka na huyu. Amen. Akamoa akakuwa mke wake. Wakazala Boazi. Boazi anaoa anazala Obedi. Obedi anaoa anazala Yese. Yese anaoa anazala Salomo.
anazala na Davidi. Davidi anaoa, anazala nani? Salomoni yeye anaoa, anazala. Mwisho anazala nani? Derrière Salomo bakazalaka na ndio wanatokea linia karibu ya Marie Mère de Jésus. Kizazi ya Yesu. Melinia watu gani? Bambaraka. Lakini mlikuwa kani neema ya Mungu. Choma na Mungu akakupenda, angalia kesha jamaa yako. Akasema atakubariki hata angalia unatoka. Amen. Kama tamere yako ni mahembe haikuhusu. Mungu anaangalia tu kiatakutendea juu kwa baraka mjamaa. Haleluya. Bote ni ya watu weusi. Hata utowashi alikuwa kama Muafrika. Simoni wa Kurene alikuwa kama Muafrika. Petro mwenyewe mtu wa Fuyo alikuwa kama Muafrika. Yakobo mtu wa Fuyo, wakati wako wanaenda wanakutana na Yesu, watu wanakatala kuwafuata. Nasema mwalimu, walikituma tutoke mbinguni chome hawa bila una watufuate hata. Ilikuwa na makali na buhaka moja hivi. Wakawaza wokovu unatoka kwa hao, washuka kama kwa Mungu tu. Kwa Petro, ona Andrea, wale Andrea, wa Filipo, Matayo na Yesu mwenyewe. Amen. Amen. Na Yesu mwenyewe alikuwa kama mzungu wa nchi gani? Kama alikuwa kama mzungu? Jibu ni hapana. Tunasoma kitabu, msomaji. Matendo Mitume. Mwanzo 11:24. Mwanzo 11:24. Mwanzo 11:24. 11:24 yake nasema hivi, tusome kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nahori akaishi miaka 29 akazaa Tera. Nahori akaishi miaka 119 nyuma ya kuzaa Tera, akazaa wana na binti. Tera akaishi miaka 70 akazaa Abraham, Nahori na Harani. Basi hivi ni vizazi vya Tera. Tera akazaa Abraham, Nahori na Harani. Harani akazaa Loti. Harani akakufa mbele ya baba yake Tera katika nchi alizozaliwa katika Uri wa Kaldea. Abrahamu na Nahori wakaoa wake. Jina la mke wa Abrahamu lilikuwa Sarai. Jina la mke wa Nahori Milka, binti ya Harani, baba ya Milka na baba ya Isika. Na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Tera akatoa Abrahamu mwana wake na Loti mwana wa Harani mwana wake na Sarai mkwewe, mke wa mwana wake Abrahamu, wakatoka nao katika Uri wa Wakaldea kwenda kwa nchi ya Kanana. Wakakuja kwa Harani wakakaa pale, na siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akakufa kwa Harani. Amen. 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 Maneno ya Mungu iko wazi. Natuambia hapa Mungu alipoita Abrahamu akamtenganisha na ndugu zake, atoke kwa baba yake, atoke mjamaa yao, aende alikoahidiwa. Kwenye Mungu anamwambia aende, na isitoshe akatoka pale akaenda juu pale, na babake na Loti alishakufa, akifia kule Uri wa Kaldayo kule Mesopotamia, Iraki kwa leo. Akatoka akaenda katana na baba yake, kuliko waende Kanaani wakaende kala Harani. Mungu akauwaka baba yake kusudi aendelee na wito kwenye Mungu alimuita. Akaendane na Loti, mtoto wa petit frere yake. Ukataka nikubariki tena, tengana naye. Na isitoshe hapa tuko mwa wito ya Abrahamu. Abrahamu au départ akasema kabongo, baba ya bibi yangu ni dada yangu, wakapatana uko très belle. Nikasema huko madami yangu wataniua bana kule Kipere.
kote tutakuwa napita, tutakuwa nasema niko grand frère yako, tunakubaliana na njoo mwanzo ya utasa ikanjia pale. Baba wa imani anaenda na masonje. Ya pili akafanya herere, akaenda na baba yake na alimtenganisha na baba yake. Herere ya tatu tena akaendana na Loti. Na siye mwendo ya wokovu ya imani haiko problem. Problem ni kujua wito gani ndio niko nayo pamoja na Mungu. Tabia zangu za jana, eske leo niko nazo Mungu? Na mwendo ya kwenda nayo Mungu, nini ndio Mungu amenisaidia tangu nimemfuata? Amenibadilisha njia gani wala njia gani? Usiende kwa obstacle. Wasema Bwana mu maisha yako. Unasingizia ni pepo za jamaa, pepo za karti. Na wapeke ndio pepo wa maisha yako. Jimi tushanga tu anipenda kero. Hana ke dozi angali. Amen. Hapa hakuna habari ya shangaa muomba. Ni wewe na Mungu. Angalia maisha ya baba wa imani. Anahaidiwa leo. Mimi aliishiki pibe venta na yafikia NCB juu ya nini? Mafopa alikuwa kana marshe nazo. Amen. Amen. Na uangalie parcours ya maisha yako tangu Mungu amekuita mpaka leo. Umeingiza nini mu maisha yako? Ama Mungu alikufuataka zile tabia tu ndio ungali nazo. Epurutana nakwambia na pumuzikishaka wote wenye kulemewa na mizigo. Wewe ungali na mizigo yako ya kupumuzikishaka maana yake huyafika. Amen. Peut-être tu kuna karama. Karama ya utoaji, karama ya upendo, karama ya imani, karama ya kuonya, ya kushauri na kadhalika. Kama karama ziko mingi. Pamoja na wito yako umejibebea mzigo gani? Ameshindwa kukupumzisha naye. Kila mtu yuko shahidi wa roho yake. Amen. Utasema hii maneno naangalia jo fulani. Hakuna. Usiangalie na mimi na parcours ya mando yangu. Sijui kama kuna swali. Tunabakia na pusiera ya minute. Bila shaka. Ulizoangu nani somaka Mufuno 22 ili kutawa na zungumzia habari za ndoa nitaka amen. Ndoa mimi nijue. Amen maana yake na Biblia yenu huko wisa zerere. Tunashimwaka tumarsea hii. Tunahubiri yaka wenye tunaweza kuhubiri kutokana na Roho Mtakatifu. Basi amen akawafundisha. Ukimaliza unakuwa unasema amen. Na unasema amen. Kwa sababu unaweza kiwa nakwambia mzungu tu. Sokoro wako ni golwa na unasema ndio. Na ni mtu kama Titobo kama wapi? Tena kwambia wakaka na kutukolonize na maneno ya Mungu. Amen ndio creator. Amen ndio tunaita Emmanuel. Amen. Mwingine wa Kigiriki wanamuitaka Christos. Manake mpakaliwa. Et pourtant Christ iko mu descendant d'Amo. Et pourtant d'Amo iko lignée ya ba Messi. Manake avant Christ kulikuwaka plusieurs Messi. Balikuwa wengi.